Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kheri na baraka. Na leo nataka tuzungumzie jambo hapa. Leo nataka tuzungumzie jambo linalohusiana na masturbation. Jambo linalohusiana na masturbation. Jambo hili huwa linawasumbua watu wengi sana, pia kupelekea kwamba pia ndoa zinavunjika, kupelekea pia kwamba mtu anashindwa kuoa ama kuolewa, mahusiano hayadumu. Yote yanasababishwa na masturbation, kwa sababu jambo hili ni kwamba ni kuchukua sheria mikononi mwako katika masuala ya tendo la jimai. Na mara nyingi jambo hili huwa linatokamana na mambo na evil spirit ama nguvu mbaya inayotokamana na majini, na hii inatokamana pia na mazingira ya mtu anayoishi au anayoyafanya. Mara nyingi sana watu ambao wanafanya masturbation, mara nyingi sana, asilimia kubwa sana, huwa jambo hili limekuja baada ya kwamba mtu amejiingiza katika mambo ya anasa, ikiwemo kuangalia picha za ngono, pia kuingiwa na shetani ama jini katika mwili. Jini huyu yule anayesababisha watu wanasema spiritual husband ama wife, yule pia ama jini wa aina hiyo pia anasababisha mtu kufanya masturbation. Na ukipata na matatizo haya, mara nyingi sana huwa yanakuathiri kisaikolojia, kwa sababu kila ukikaa peke yako hakuna cha kuwaza, unawaza tu kuchukua sheria mikononi mwako. Kila ukikaa peke yako hauna cha kufikiria zaidi ya kufikiria kuchukua sheria mikononi mwako. Ndio maana mara nyingi sana wale ambao wanakuja ofisini kwa ajili ya matibabu kama hayo, huwa ni vyema sana ama huwa tunawapatia ushauri na nasaha, kwa sababu jambo hili bila kupata ushauri na nasaha hauwezi ukafanikisha kufanya nini, kuondoa tatizo hilo, kwa sababu limeathiri mfumo wa saikolojia ya mtu, kwa sababu akili tayari imeshatawaliwa na jambo hilo. Kwa sababu kila ukikaa peke yako unafikiria tayari kuchukua sheria mikononi mwako, au kila ukiangalia picha ya ngono tayari unafikiria kuchukua sheria mikononi mwako katika kufanya tendo la jimai, si kwa wanawake, si kwa wanaume. Kuna wale ambao pia wako katika kambi ambazo labda ni za wanawake peke yao ama wanaume peke yao, na pia wale ambao wanafanya kazi hususan wanawake wanafanya kazi wale wa kule Gulfu, ama sehemu yoyote tu ambayo kwamba hupati nafasi ya kwenda kutangamana na watu, ile pia inakufanya pia kuchukua sheria mikononi mwako iwapo hautajizuia. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba tufunge, kwa sababu saumu huwa inaenda kuvunja zile hormones au yale mafuta ambayo yanampatia mtu hisia, vile virutubishi ambavyo vinampatia mtu hisia mpaka anajihisi ya kwamba anataka kufanya tendo la jimai. Kwa hiyo saumu ndio inaenda kukatakata virutubishi hivyo au mafuta hayo yanayoleta hisia mpaka mtu anachukua sheria mikononi mwake. Mtu anafaa kufunga kwa yule ambaye hajaoa ama kuolewa. Na katika hili jambo, mara nyingi shetani akishakutawala huwa anatawala kila kitu chako. Ukiangalia hata maisha kwa yule ambaye anafanya mambo hayo, utamuona mambo yake yanakuwa magumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nuksi
ama ule uchafu ambao anaofanya unamwathiri kispiritually, physically, mentally, ya kwamba kufikiria inakuwa ni shida. Physically utamwona kwanza anadhoofika. Na kwa wale ambao wameoa na wana matatizo hayo, wale ambao wako katika ndoa lakini wana matatizo hayo ya masturbation, hili ni kwamba nyuma kabla hujaoa ulikuwa ukifanya jambo hili. Na ukimchunguza mtu kama huyu utapata mara nyingi simu yake ziko na zile video za ngono. Sasa anashindwa kuhimili ama anashindwa kuperform katika tendo la jimai. Unapata ndoa inavurujika ama ndoa watu wanagombana kila siku. Kwa sababu gani? Performance inakuwa iko chini kabisa. Sasa ukijiona performance iko chini na unasababishwa na masturbation, inakufaa upate ushauri wa daktari, si kutumia dawa tu direct, kwa sababu kisaikolojia umeharibika, mfumo wote wa akili umeharibika. Sasa mpaka upate nasaha na ushauri ili ufanye nini? Ili ujinasue katika mfumo wa kisaikolojia. Ndiyo, katika kwenye dawa utatumia dawa yule nini, hali ya kuperform itakuwa iko vizuri, lakini akili nayo inataka upate nasaha, kwa sababu mtu wa namna hiyo hafai kukaa peke yake, wala hafai kuwa idle, kwamba hana kazi yoyote amekaa tu. Hafai kuwa mtu wa namna hiyo. Na ndikakana mtu kama huyo awe anajishughulisha na mambo mengi siku nzima, na usiku hafai kulala peke yake, kwa sababu akilala peke yake tayari mfumo wa akili unarudi pale pale kwamba wacha nichukue sheria mikononi mwangu. Anachukua sheria, anarudi pale pale, licha ya kuwa alikuwa anatumia dawa mbalimbali, lakini bado tatizo liko pale pale. Kwa sababu gani? Kisaikolojia bado hajapata ushauri na nasaa akaufanyia kazi. Kuna hiyo ya kwamba umepata ushauri na umepata na dawa, lakini kumbuka matatizo haya pia yanatokamana na majini na mashetani. Sasa ni vizuri ukapigana na spirit hiyo ndani ya mwili wako ili ikakutoka. Kwa hali hiyo ni kwamba katika zile dawa ambazo utakuwa umepewa, hakikisha dawa hizo zimetengenezwa, haswa katika dawa za herbal, zimetengenezwa mfumo ambao zimechanganywa na dawa ambazo zitapigana na kila aina ya nguvu mbaya katika mwili. Sio upewe dawa tu peke yake kwamba inatibu lile tatizo na kuimarisha ile mishipa, lakini katika mfumo wa kisaikolojia au kuondoa lile tatizo spiritually linakosekana. Sasa nitakana dawa ile iwe imechanganywa na dawa ambazo zitatoa hiyo nguvu mbaya, au kufanyiwa dua, au dawa hiyo ifanyiwe dua iwe na nguvu ya kupambana na ile nguvu mbaya ndani ya mwili iweze kufanya kutoka. Kwa wewe ambaye performance yako iko very weak ama iko very low na umeoa, uko na familia, lakini performance yako iko chini, ya kwamba unasimamisha dakika moja tayari, hata hujaanza kile kitendo tayari mzee anaanza kulegea, ni kwamba ni ile mishipa imeshasinya. Sasa ni vizuri upate dawa zenye virutubishi vya kuimarisha ile mishipa iwe strong, ya kwamba damu iweze kupita moja kwa moja kwa ajili ya kufanya kazi. Ndio maana ofisini hapa huwa tuna dawa inaitwa kiamsha jembe. Dawa hii kiamsha jembe ni dawa ambayo tumeitengeneza na tumeimarisha na tumeifanyia majaribu kwa watu kadhaa na tukaona kwamba feedback zao ni nzuri, ndio tukaidhinisha kwamba dawa hii kiamsha jembe ni dawa iliyo bora katika masuala ya kuimarisha nguvu za kiume na nguvu za kike. Kwa sababu kuna wale wanawake ambao wanafanya masturbation ya kwamba hawaridhiki katika lile tendo la jimai mpaka wachukue sheria mikononi mwao kwa kutumia zile sijui ni vibrator, kutumia makiukamba, kutumia na vitu vingine. Sasa ni vizuri ukapata dawa hii ya kiamsha jembe ili kuimarisha misuli
kuondoa nguvu mbaya katika mwili, na pia kuondoa kila aina ya nguvu ambayo iko ndani yako, kwamba inakukontrol kisaikolojia, kwamba kila ukikaa peke yako unafikiria jambo hilo, kila ukikaa peke yako unafikiria jambo hilo. Kumbatia dawa inayoitwa kiamsha jembe ambayo tuko nayo hapa ofisini. Hii dawa ni nzuri na ni mujarabu sana, ni mujarabu sana. Dawa hii inaitwa kiamsha jembe, ni mujarabu sana, kwa sababu miti iliyo hapa ni ile miti yote ambayo inavunja nguvu mbaya za mashetani katika mwili. Pia dawa ambazo zimechanganywa hapa ni dawa za kuimarisha misuli na kusafisha mirija na kuweka misuli kuwa sawa, kwa ajili ya kwamba damu iweze kupita wakati wa tendo la jima'i, kwa sababu akili ikisharibika, kwa sababu ile mzee kusimama, ama mpini kusimama, mpaka sensa ipite kwenye akili kwamba kuna jambo fulani linataka kutendeka. Sasa ikisha sensa ya kwamba jambo fulani linataka kutendeka, damu inapita moja kwa moja mpaka kwa mpini, ili kupatia mpini nguvu ya kufanya lile jambo. Sasa kama mpini hauna nguvu, ama damu haipiti inavyopaswa, ile misuli ni kwamba imelegea, damu haiwezi fika vile ambavyo inahitajika. Sasa performance inakuwa very weak ama low. Tumia kiamsha jembe ili kuimarisha misuli na pia kuweka stability ya akili kuwa sawa, kwa sababu jambo la kitendo cha ndoa kinataka akili iwe imetulia. Pia dawa hii ni nzuri kwamba inatoa nguvu mbaya ambayo inasababisha kwamba mtu afanye masturbation. Dawa hii sasa, dawa hii ni vizuri ukishaipata unatumia kunywa. Dawa hii utaichanganya na asali. Dawa hii kiamsha jembe utaichanganya na asali. Pia tunayo ambayo tumeshaichanganya tayari. Sasa kuna dawa mara mbili. Unajua kuna watu uwezo wao ni mdogo na wale ambao uwezo wao ni mkubwa, lakini kila mmoja na matatizo. Kwa hiyo kuna ile ya unga peke yake na kuna ile ambayo ina asali ndani yake. Kwa wale ambao watapata dawa ambayo iko na asali, kiamsha jembe yenyewe iko na asali, unatumia kijiko kimoja asubuhi, mchana, jioni, mpaka dawa itakapomalizika. Kwa wale ambao wana matatizo ya muda mrefu katika hali hiyo, dozi ni chupa 3. Dozi ni chupa 3. Hiyo ni guarantee 90% ya matatizo yako yote yatakuwa yanaondoka kwa 90%. Kiamsha jembe kwa ile ambayo imechanganywa na asali. Kwa wale ambao watachukua ile ambayo haijachanganywa na asali, ni vizuri ukishaichukua uende ukachanganye na asali safi originally, so ile ya sukari guru, hapana, asali ambayo ni original. Kwa hiyo uende ukachanganye, utumie kijiko asubuhi, mchana na jioni. Dozi tumesema kwa yule mwenye ambaye ana matatizo ya muda mrefu ni dozi chupa 3. Kwa wale ambao performance yao kidogo inashtuka, mara inalala, inashtuka inalala, dozi ni chupa 2. Dozi ni chupa 2. Kwa wale ambao wako vizuri lakini wanataka kuboost, basi unaweza tumia chupa 1 au 2. Lakini kwa wale ambao hawasimamishi kabisa, watumie chupa 3. Chupa 3 hiyo ndo dozi kamili ya kuamsha ule jamaa ambaye amelala kabisa, au mpini kama umelala kabisa. Hii ni kiamsha jembe, na kiamsha jembe hii ni dawa ambayo imetia fora katika miaka ya nyuma. Kiamsha jembe hii unaipata tu hapa ofisini, huwezi ipata mahali pengine. Kiamsha jembe iliyo ambayo tumeitengeneza wenyewe kwa ubora wa matumizi, tumetengeneza hapa ofisini. Kwa hiyo wewe ambao una matatizo kwamba hauenui vizuri, ukipiga kimoja basi unalala, ama kwa mwanamke ambaye hisia zake hana, basi atumie kiamsha jembe, kwa sababu kiamsha jembe hii pia inaleta joto mwilini. Ikileta joto mwilini kwamba ni ile mishipa inafunguka na damu inaanza kupenya kutiririka katika kila sehemu kwa ajili ya kazi ifanyike inavyofaa.
Kwa hiyo inshallah taala pia katika jambo hilo ni utumie kiamsha jembe